tuitunze amani. Kwa nini nawaambia hivi? Kumekuwa na jina moja baya tumepeana mtaani. Sio wajibu wangu kulikataa, ni wajibu wenu kulikataa. Huko duniani hiki kizazi tunakiita Gen Z. Ni jina tumepewa. Sisi tuna majina yetu. Kuna Khalid humu wapo, kina Rahma wapo, si ndio? Hiyo Gen Z sio majina yetu, ila tumepewa. Lakini wazazi na meza kuu na walimu, kama mpo mnisikie kitu kimoja kwenye kizazi hiki, ni kizazi cha taarifa. Ni kizazi ambacho huwezi kuwaficha chochote kwa sababu mtandao upo huru. Ila cha kuwasihi wenye kizazi chao sasa, zile taarifa tuzifanyie kazi kwenye mazuri tu, tuzitumie kwa manufaa yetu. Tusikubali kuburuzwa na akili za mtu mwingine, wakati sisi tuna fikra zetu, tuna malengo yetu, tuna matamanio yetu. Kama Waislamu tunaombwa, tunaelekezwa, tunaamrishwa kulinda nchi zetu. Huwezi kulinda nchi yako kama wewe sio mzalendo. Tutasikia story nyingine nyingi, lakini mimi na nyinyi hatuna nyumbani isipokuwa Tanzania. Nyumbani kwetu sisi ni Tanzania. Sehemu nyingine yote uingie bila kufungua kitabu, akikague uangalie kama kina uhalali. Ila hapa sisi ukifika kwenye mpaka wa Tanzania ukiongea tu wala wanajua wewe ni Tanzania, ingia kwetu. Sisi hatuna nyumba nyingine isipokuwa hii Tanzania. Ni wajibu wetu kama Waislamu kuitunza nyumba yetu hii. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ninashukuru kupata fursa hii kwa ndugu zangu kufanya interview kwa ajili ya kujua event ambayo imekusanyishwa hapa katika viunga vya Muslim University of Morogoro, chuo cha Waislamu pekee ndani ya Tanzania. Kwa jina naitwa Ali Abdallah Rashid. Mimi ni mwenyekiti wa jumuiya ya wanafunzi na vijana wa Kiislamu Tanzania, yani TAMSIA branch ya Morogoro. Kama ambavyo tunafahamu, TAMSIA ina uongozi kuanzia ngazi ya taifa, na TAMSIA ya taifa, na TAMSIA ya mkoa, na TAMSIA ya wilaya, TAMSIA ya matawi. Kwa mimi ni kiongozi wa mkoa, na siku ya leo ya tarehe 19 mwezi wa 4 huu mwaka 2026 tumewaita ndugu zetu kutoka maeneo mbalimbali wa kidato cha 6 ambao wanatarajia kufanya mtihani wao siku ya tarehe 4 mwezi wa 5, kuanzia tarehe 4 mwezi wa 5 2026, mtihani wa kuhitimu kidato cha 6. Kwa hiyo leo tulikutana kwenye mahafali ya wanafunzi wa Kiislamu kama ambavyo nimetangulia kusema, kutoka shule za zenye advance, yani form 5 na form 6. Wahusika walikuwa ni form 6 na wapo baadhi ya form 5 wamesikiliza ndugu zao. Tulikuwa na shule karibia 9 na baadhi ya shule kutoka nje kidogo ya manispaa ya Morogoro kama Rusanga Sekondari, Gairo Sekondari, Sokoine, Nelson Mandela. Hawa ni wageni ambao wamekuja ndani ya manispaa yetu. Walillahi hamdu, tulikuwa na mgeni rasmi ambaye alikuwa ni mkuu wa wilaya Morogoro mjini, amewakilishwa na ndugu yetu na Khalid Mtengo ambaye ni mstahiki meya. Lengo la mahafali kwanza ni kuwakaribisha wanafunzi wa Kiislamu kuweza kujuana na kuungana, yazungumzia humanity, ile umoja, unity among the Muslim students. Sisi kama TAMSIA jukumu letu ni kuunganisha wanafunzi, na hiyo ndio lengo. Miongoni mwa dhamira na malengo ya kuunganisha TAMSIA ni kuunganisha vijana na wanafunzi wa Kiislamu kuwa kitu kimoja. Kwa hiyo mahafali haya wao tunakuwa ni familia moja. Lakini pia mahafali haya yanasaidia wanafunzi wa Kiislamu kuweza kupata nasaha kutoka kwa watu mbalimbali, wahadhiri kama tulikuwa tumeona, na wahadhiri kutoka MUM, lakini pia kuna mashehe na viongozi wengine wa serikali wametoa neno, wametupata. Kwa hiyo wanafunzi wa Kiislamu wamepata nasaha kutoka kwa watu mbalimbali. Haya ni miongoni mwa malengo ya kuunganisha, ya kuhakikisha mahafali ya pamoja, yaani mahafali ya TAMSIA ambayo wanafanya ndani ya mkoa. Although ndani ya shule zao pia kunakuwa na mahafali za dini, lakini hii ni mahafali kubwa ambayo inasimamiwa na uongozi wa mkoa. Na tunaalika watu maalum kwa ajili ya kuzungumza na wanafunzi katika siku kama hii ya leo. Kwa majina naitwa Amiri Hatibu Kingazi, mwanafunzi wa shule ya Sokoine Secondary School. Pia ni amiri wa shule ya Sokoine
Secondary School. Shughuli ni nzuri, lakini pia imependeza, lakini pia inaonekana vizuri pia. Kwenye shule ya leo nimejifunza kwamba kwenye maisha ambayo tunaenda kuishi tuhakikisha kwamba tunamkumbuka Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia tunaepuka yale yote ambayo yanamwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mimi na wanafunzi wenzangu tumejiandaa vizuri, na inshallah Allah akijalia tunaweza kufanya vizuri katika mtihani wetu. Kwa majina anaitwa Saif Saidi Ahmad, ni mwanafunzi wa Gairo Sekondari. Leo nipo hapa nimehudhuria katika mahafali ya form 6 dada zetu, mimi ni form 5. Nimekuja kwa ajili ya kuwasupport. Pia katika mahafali hii tumeona mambo mengi ambayo yamefanyika na tumejifunza mambo mengi, ikiwemo kujua kuna mashehe wetu wameongea pale, akiwemo Amiri na wengine wameongelea kuhusiana na mambo ya kujitunza na jinsi ya kufanya ili kufuata miongozo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neno langu kwa mimi kama mdogo wao, na washauri kwamba waendelee kufuata mambo ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameelekeza na waendelee kufuata miongozo walioipata shuleni. Kwa majina naitwa Mariam Kitiko Shaban, ni mwanafunzi wa form 6 ni Amirati Gairo Sekondari. Mahafali naiona iko vizuri kwa maandalizi yake, mashallah. Pia wameandaa maadili mazuri kuja kutufundisheni sisi. Ama kwa kweli nimejifunza vingi, wametuhusia kuhusu nidhamu. Nidhamu pia inaendana na taaluma. Ni vingi ambayo tunajifunza, pia ni sehemu ya makutanio kuunganisha undugu pia. Kwa kweli tumejiandaa vizuri, alhamdulillah. Tunamuomba tu Allah tusaidie zima. Majina anaitwa Ashura Hussein Abdu, ni mwanafunzi wa kidato cha 6 shule ya Morogoro Sekondari, kwa cheo ni Amirati Mkuu. Mahafali yetu ya leo ambayo iliandaliwa na Tamsia kiukweli imeenda vizuri, kwa sababu tumefurahika, tumekutana na wazazi wetu, lakini pia ndugu jamaa na marafiki na wanafunzi wengine ambao tulikuwa hatujawahi kujuana. Leo tumekusanyika pamoja na tumepata kujuana. Katika mahafali ya Tamsia wameongea viongozi wengi, lakini yote kwa yote kitu kikubwa ambacho nimejifunza ni maandalizi mazuri kwa ajili ya mtihani, lakini pia ni vipi tunaweza kuishi maisha yetu tukiwa mtaani baada ya kumaliza mtihani. Katika maandalizi ya mtihani tumejiandaa vizuri, mimi pamoja na wanafunzi wenzangu, kwa kumtanguliza Mwenyezi Mungu, lakini pia kupitia yale yote ambayo walimu wetu wametufundisha na kushirikiana vizuri na wanafunzi wetu.